Amina. Mpendwa unayesikiliza, aliyeko hewani sasa ni mimi Askofu Aidan Mabuga kutoka kanisa la EAGT Mlima wa Faraja. Nataka niombe Mungu kisha tutaendelea. Baba mtakatifu mwenye nguvu na uweza, ninakushukuru kwa saa hii na wakati huu. Tazama yuko msikilizaji anayenisikiliza. Mungu kampe usikivu wa kufuatana nami katika somo la leo. Asante kwa kuwa Bwana utakwenda kutawala katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na ukaribisha katika kipindi hiki cha saa ya uponyaji na ufunguliwa, na fuatana nami sasa katika somo hili. Amen. Fungua kitabu cha Mathayo sura 28. Nitasoma mstari wa kwanza hadi mstari wa 6. Biblia inasema, hata sabato ilipokwisha, ikapambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akalivingirisha lile jiwe, akalikalia. Na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njooni mpatazame mahali aliporazwa. Sema amen. Kabla sijahubiri, nasikia ndani naambiwa niwaambie neno wa imani, waimbe amefufuka Bwana Mwokozi wa ulimwengu. Amen. Ukienda Somalia habari zake utazikuta, ukienda Msumbiji Rwanda utazikuta, ukienda Uarabuni Yesu anahubiriwa. Oh, Yesu anatawala, 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 mwana wa Mungu anatawala dunia yote. Ukienda Kongo anatawala, ukienda South Africa. Natangaza jioni ya leo, wale waliokuchezea mama, umetafuta ajira upati, wamekuwekea jiwe, leo linavingirishwa. Unanisikia? Nasema leo linavingirishwa. Wale waliokuzika wakaweka jiwe kwamba huyu hataolewa, huyu hatadumu katika ndoa, huyu hatafanikiwa, huyu watoto wake hawatasoma, huyu nyumba yake hatajenga, huyu lazima afe. Wakaweka mawe ya ugonjwa, mawe ya kutofanikiwa. Leo kama Bwana ishivyo, yanavingirishwa na kuwekwa pembeni. Piga makofi ya shangwe.
Piga makofi ya shangwe, ndio. Haleluya. Watu wanafika kaburini wanaangalia, mbona watu wamekufa, wamekuwa kama wafu. Walinzi hawajitambui. Nataka nikwambie hao walinzi waliotumwa na mganga eti ni majini, wana kiburi cha majini, eti na kudushia majini. Majini yao leo yatakuwa kama wafu. Uchawi wao leo utakuwa kama wafu. Na kutangazia hivi, leo unatoka katikati yao wakikuona kwa macho. Bwana ameandaa meza machoni pa watesi wako. Bwana ameandaa mazuri mbele wanaokuchukia. Watalalamika, itakula kwao. Wanasema tumetumia hela nyingi afe, wataona unadunda mtaani. Come on. Nasema leo ni leo, mawe ya kichawi yanavingirishwa, yale uliowekewa yanaondolewa. Kama Yesu Kristo alivyofufuka, leo unafufuka. Leo unatoka mautini, unaingia uzimani. Mtu mmoja inuke aseme ndiyo Bwana. Sema amen. Leo ni leo. Waliokunyanyasa leo tunawanyanyasa. Waliokuonea leo tunawapiga tafulao. Waliokupiga kikwenzi leo tunawakanyaga utosini. Sema lazima kieleweke. Sema lazima kieleweke. Biblia nasema sitakufa bali nitaishi na kutamkia kuishi mwanangu. Wewe unanisikia, usichoke. Inuka, jitie moyo katika Bwana. Bado Mungu ana mpango na wewe. Ana mpango na huduma yako. Ana mpango na familia yako. Usichoke tena. Usivunjike moyo. Wale waliokuzingira hautawaona tena. Tunaye Mungu aliye hai. Atasimama jioni ya leo. Atavingirisha mawe yote, mateso yote, hautayaona tena. Pigie Yesu makofi yenye nguvu. Haleluya. Wana wa Israeli walipokuwa wanavuka bahari ya Shamu, waliona bahari, wakaona maadui wanakuja, wakamlilia Musa, wakamwambia Musa, hapakuwa na makaburi katika nchi ya Misri, hata tunadhalilika katika mazingira haya. Walipokuwa wanalia, wanamlilia Musa, Musa akaongea na Mungu, akamwambia, Bwana, hawa watu wananililia. Watu hawa wanaona wamekata tamaa. Mbele wanaona bahari, nyuma wanaona maadui, pembeni kuna milima, hakuna njia ya kukwepa, lazima wafe. Wakalia. Bwana akamwambia Musa, Musa, waambie wasinililie mimi, waambie wasonge mbele. Hao maadui mnaowaona hamtawaona tena na hata milele. Wewe unanisikia na kutangazia, amini tu mwanangu, amini mwanangu. Hao maadui, huo ugonjwa, hao watesi wako, hao waliokendea kwa mganga, Bwana ananiambia nikwambie hivi, hautawaona tena. Hautawaona tena. Hautawaona tena. Mungu aliye hai atakupigania na wewe utanyamaza kimya. Utauona wokovu wake. Pigia Yesu makofi na vigeregere. Sijasikia makofi upande hii. Sijasikia vigeregere kwako mama. Haleluya. Walikuwa wamemzika Yesu, wakasema imekwisha. Kama kuna watu hapa wamezikwa, vipawa vyao vimezikwa, biashara zao zimezikwa, wanasema huyu hatafanikiwa. Elimu yako imezikwa kaburini, wanasema huyu hatafanikiwa. Kama yule mwanafunzi niliwahi kumwombea, ninamwekea mikono, pepo zinalipuka, zinapiga kelele kwamba sisi ni ndugu zake. Hatutaki mama yake anaweza kalinga mwanae akisoma sana. Anaweza kalinga, atakuwa amemaliza chuo kikuu, atapata kazi nzuri, anaweza kulinga. Ndio maana tumeizika elimu ya mwanae, ndio maana anafeli sana. Nataka nikutie moyo wewe unanisikia. Hata kama umezika elimu yako, leo ni mwisho.
Nasema leo ni mwisho. Leo ni mwisho. Hicho kifunzo tunakiondoa, unatoka kwa jinsi ya hai. Nasema leo unatoka. Leo unatoka. Lazima ufanikiwe kama Bwana ishivyo. Ninamjua Mungu naye mhubiri ana uwezo na nguvu. Hata kama wamezuia, wataachia tu. Wapende wasipende, wataachia kwa mkono wenye nguvu. Tunaye Mungu mwenye nguvu. Hata kama wameroga, hata kama ametoa kafara, hata kama mizimu imeng'ang'ana, hiyo mizimu leo naitangazia, lazima ipigwe, lazima ipigwe, lazima ikanyagwe, lazima iachie, lazima iachie. Utakwenda kufanikiwa. Pokea kufanikiwa sasa. Pokea kufanikiwa sasa. Halafu piga makofi ya shangwe na vigelegele. Haijalishi wamekuja na kivuli ama wamekujaje, leo tunashusha moto. Popote walipo watapigwa, lazima wakanyagwe kichwani, lazima waachie. Mteule wa Bwana, lazima uone baraka zako, uone mafanikio yako, uone furaha yako, uone mafanikio yako. Lazima uingie katika baraka zako. Wale waliozuia leo wanaachia, wale waliokuzika wanashangaa unatoka. Leo unatoka mwanangu, leo unatoka. Come on, nasema leo unatoka. Leo unatoka. Leo unatoka shimoni kama Yesu alivyotoka kaburini. Hilo kaburi leo linakutapika. Kaburi lilokumeza leo linakutapika. Jiwe lilokuwa limekufukia linavingirishwa. Saa ya kuvingirisha imefika. Yesu makofi na vigelegele. Sijasikia makofi bado. Haleluya. Haleluya. Hapa yuko Mungu aliye hai. Watu wanaponywa, watu wanapokea imani, watu wanabokoka, watu wanashangilia, watu piga vigelegele vya shangwe. Moto umewaka sasa. Moto umewaka sasa. Mawe yanavingirishwa sasa hivi. Mawe ya magonjwa, iwe ni kansa, iwe ni pumu, iwe ni sukari, iwe ni HIV, iwe ni typhoid sugu, iwe ni UTI, chochote kile, kama jiwe leo kinavingirishwa. Amen. Bila shaka mpendwa unanisikiliza, unabarikiwa na vipindi vyetu kutoka kanisa la EAGT Mlima wa Faraja. Hakika Mungu ameendelea kufanyika baraka katika kanisa hili. Tunapoanza mwaka huu 2017, lazima tuzione baraka za Bwana. Kila ambacho kimevingirishwa kuzuia baraka zako mwaka jana, lazima kivingirishwe kisiingie katika mwaka huu mpya wa 2017. Hao ndio maombezi yanayoendelea. Napenda nikusalimie kwa Yesu Kristo na nikushirikishe neno hili kwenye kitabu cha Mathayo 28 mstari wa kwanza mpaka mstari ule wa 6. Biblia inasema, hata sabato ilipokwisha ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akalivingirisha lile jiwe, akalikalia, na sura yake ilikuwa kama umeme na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njooni mpatazame mahali alipolazwa. Mpendwa unayesikiliza, hakika yuko Mungu atendaye miujiza. Wakati Kristo anafufuka, walikuwa wameweka jiwe zito kuzuia asifufuke. Hawakuishia hapo, wakaweka na walinzi wa kuzuia kwamba wahakikishe hafufuki mtu mahali pale. Lakini nani aweze kushindana na Bwana? Hakika malaika aliposhuka mmoja, akalivingilisha lile jiwe, halafu akalikalia. Hapo ndipo Kristo akafufuka. Kwa mfano huo huo ndivyo ambavyo shetani alikuwa amefunga baraka zako mwaka jana. Alikuwa amefunga mafanikio yako mwaka jana. Hata maisha yako ya kiroho, kwa wewe unayenisikiliza, yalikuwa ni ya kusuasua, kwa sababu adui alikuwa ameweka jiwe, alikuwa ameweka vizuizi, alikuwa ameweka vipingamizi kuhakikisha kwamba hauchanui kiroho, haufanikiwi kimwili.
kila unalolifanya mwaka jana pengine halikufanikiwa. Nami Mungu amenipa ufunuo katika mwaka huu mpya wa 2017. Tunaanza mwaka huu kwa kuvingirisha mawe ambayo yalikuwa yanatenda kazi katika mwaka jana, mawe ambayo yalikuzuia kufikia baraka zako, mawe ambayo yalizuia kuona upenyo wa kiroho na kimwili. Mwaka huu tunafanya maombezi ya kuvingirisha mawe hayo. Wakati Mungu alipokuwa anawatetea Israeli katika nchi ya Misri, aliwapiga wa Misri kwa mapigo kadhaa. Alipokuwa akiachilia pigo, Mungu aliweka mpaka kama ni adhabu ya vyura viingia kwa Misri. Lakini pale ambapo wana wa Israeli walikuwa, hayo mapigo hayakuweza kuwafikia, manake Mungu aliweka mpaka hata mabaya yasiwapate. Nami Mungu amenipa ufunuo kwamba yale mabaya yaliyokupata mwaka uliopita wa 2016, ninakwenda kufanya maombi ya kuweka mpaka. Kama ni malaria sugu, UTI sugu, madeni sugu, mikosi na balaa, ajali nyingi mwaka jana, mateso mbalimbali, kukosa kazi, umekuwa katika ugumba, umefarakana na kuachia katika ndoa, hizo roho zote ambazo zilikuwa zikitumwa mwaka jana kukuandama mpendwa unayesikiliza, Bwana amenipa ufunuo. Ninakwenda kufanya maombi ya kuweka mpaka. Hayo yaliyokufanya mwaka jana uteseke yasikufuatilie mwaka huu. Naamini unayesikiliza, kama umepitia hayo mwaka jana, mwaka huu yasikufuatilie tena. Hebu funga safari uje kanisa la EAGT Mlima wa Faraja. Ni mapenzi ya Mungu uishi kwa amani na furaha, uishi kwa furaha, uishi kwa ushindi, uishi kwa amani. Biblia inasema, mpendwa, ufanikiwe kama nafsi yako ifanikiwavyo. Lazima ufanikiwe katika roho na mwili. Sasa nataka nikuelekeze jinsi ya kufika hapa EAGT Mlima wa Faraja. Jinsi ya kufika hapa: panda gari linalokwenda airport au Gongo la Mboto kupitia barabara Nyerere. Ukivuka kituo cha Tazara, kuna kituo kinachofuata kinaitwa kituo cha Msaada Mchicha. Ukishuka hapo utaliona bango letu, lakini hapo hapo ukiweza madereva bodaboda wakupeleke EAGT Mlima wa Faraja, watakufikisha vizuri tu. Na kuamua kutoka hapo Mchicha kuja kanisani kwa mguu, unatembea. Ukivuka kituo cha Zimamoto, mbele utaliona kanisa refu lenye para buru pembeni ya reli. Hapo ndipo Mungu anashuka kuwahudumia watu wake. Napenda nikupe taratibu za ibada Jumapili. Ibada ya kwanza inaanza saa 1 hadi saa 3:30. Ibada ya pili inaanza saa 4 hadi saa 6:30. Na ile ibada sasa ya kuweka mpaka, ibada ya kuvingirisha mawe ya kiganga na kichawi, ya maombezi ya saa uponyaji unafunguliwa, itafanyika saa 9:30 hadi saa 12 jioni. Hakika unanisikiliza, usipange kukosa. Yuko Mungu mwenye uweza. Kama ambavyo Mungu amewaponya wengi, Mungu amewafungua wengi, hata wewe utakuwa miongoni mwa watu ambao wataondoka kwa shangwe, wakishangilia na kufurahi. Popote ulipo, nataka nikupe namba zangu za simu. Unaweza kunipigia kwa maombi na maelekezo zaidi. Unaweza kunipigia mimi mwenyewe Mchungaji Mabuga kwa namba zifuatazo: 0713272368 na Voda ni 0755656749. Narudia tena, Tigo 0713272368 na Voda ni 0755656749. Ukinipigia kwa namba hizo unanipata. Ndugu unanisikiliza, pengine hapo ulipo unahitaji msaada wa kuokoka, unataka kumpokea Yesu na kupata maombezi. Hebu fuatisha sala hii. Sema: Bwana Yesu, nahitaji kuokoka sasa. Naomba unisamehe dhambi zangu zote. Ukalifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, ukaliandike upya kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Asante Yesu kwa kunisamehe na kuniokoa. Amen. Bila shaka kama umefuatia sala hii hapo ulipo, mpendwa unasikiliza, umeokoka. Na sasa nataka nikuombee ulinzi na nikuombee Bwana kugusa hapo ulipo. Kama unaumwa, gusa sehemu nauma au gusa redio yako. Baba mwenye nguvu na uweza, ninaachilia uweza wako na nguvu zako kwa jina la Yesu aliye hai. Mpendwa unasikiliza, popote alipo, aliyegusa redio, aliyegusa na maana anapoumwa, kila roho ilikuwa imemshikilia, mateso yakaachilia mara moja. Toka nguvu ya mauti, toka mwachilie. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Bila shaka umepokea. Na napenda nikukaribisha sana. Panda gari na kwenda Gongo la Mboto Airport kupitia barabara Nyerere. Shuka kituo kinaitwa Msaada Mchicha. Hapo ni baada ya kituo cha Tazara. Kinachofuata hicho kinaitwa Msaada Mchicha. Kushuka hapo utaliona bango letu, na ukiona dereva bodaboda ukimwambia nipeleke EAGT Mlima wa Faraja, atakufikisha vizuri. Karibu sana. Kanisa letu liko pembezoni mwa reli, kanisa refu lenye para buru. Na unaweza kunipigia mimi mwenyewe Mchungaji Mabuga kwa namba zifuatazo: 0713272368
na Voda ni 0755 65 67 49. Ukinipigia kwa namba hizo unanipata. Ndugu unanisikiliza, karibu sana na Mungu akubariki. Amen.